kila silaha ya majini, ya wachawi, ya waganga, ya mizimu, ya maneno, kila silaha yoyote itakayoinuka juu yako haitaweza kufanya nini? Nipo na watu hapa, nipo na makamanda hapa. Anazungumza mtumishi wa Mungu Isaya, kila silaha itakayoinuka haitofanya nini? Na hakukomea tu hapo, akaongezea akasema, na kila ulimi aisee, nilipapenda sana. Anasema na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu. Hebu elewa hiyo point. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba akaenda kwenye viringi. Huyu Sauli huyu nataka tuweze kumuua. Huyu Sauli huyu tunataka tuweze kumchinja. Anasema hivi, yale maneno wanayonuiza wao, wewe utafanya nini? Utayahukumu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia neno la mwisho alilomalizia kwa kusema. Anasema hivi, nitarudia, kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu, yani wale wabaya ambao wataka kuhukumu, anasema wewe utahukumu kuwa mkosa. Anasema huu ndio, isikilize hiyo point, isikilize point. Huu ndio ulisi. Nani anajua maana ya ulisi? Ulisi umekabidhiwa. Hiki kitu kuanzia sasa ni cha kwako, nimekulisisha. Elewa. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana, na haki yao itakayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Umeachiwa ulisi, na hujui umeachiwa ulisi gani, wanafaidi wengine maadui. Unakaa unalia, jamani, tumbo, miguu, kichwa. Umeona ulisi uliopewa? Hebu muulize ndugu yako, umeuona ulisi uliopewa? Umepewa ulisi gani? Muulize jirani yako, umepewa ulisi gani? Ili nijue kama tuko pamoja. Umepewa ulisi gani? Anasema hatari sana. Yaani kwa design hii itabidi niwe nafundisha mistari miwili tu, mengine niwe nasitisha. Maana nikienda haraka nitawaacha. Ninarudia. Hii tupo namba 3 inasema hivi, kila silaha itakayoinuka juu yako haitofanikiwa. Tukaipata kwenye kitabu cha Isaya 55 sura ile mlango ule wa 17. Neno la Mungu linasema kila silaha, na koma kama mwalimu nifundishe nini maana ya silaha. Hapo sasa ndo mtaanza kunielewa, kwa sababu nikienda haraka nitawaacha. Silaha ni silaha ambazo wanatumia maadui. Silaha adui ambazo anatumia, anaweza kutumia silaha ya maneno. Hiyo ni silaha. Fulani na habari anatembea na mtu fulani hata kama hujatembea naye. Kwa hiyo unajikuta hata kama ulikuwa ni mtumishi unaanza kunenewa mabaya. Fulani kwenda kutembea na fulani si hivi na hivi hata kama hujatembea naye. Ile ni silaha ambayo umetumia kukupiga. Kuna silaha ya kukutumia majini ya kupate. Kuna silaha ya kutumia magonjwa ya kupate. Hizo ndo silaha ambazo anazungumza. Amen. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitofanikiwa. Maana yake wakituma uchawi, wakituma majini, wakituma sijui nini, sijui kalenda karudi, sijui yani vyovyote vile, havitofanikiwa. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana. Amina. Neno moja kubwa sana. Huu ndio ulisi wa watumishi wa Bwana. Kwa hiyo mambo yote haya ili uweze kuyahukumu lazima uwe na lazima uwe mtumishi wa Bwana kama neno linavyosema.
Haleluya. Anamalizia kwa kusema na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Amen. Amina. Nafikiri hapo umenielewa. Amina. Namba 4. Ukimtii Mungu, shetani atakukimbia. Yaani unapokuwa umemtii Mungu, shetani anakukimbia. Halo? Kamtii mganga sasa. Uone kama shetani atakukimbia. Ukimtii Mungu, shetani atakukimbia. Yakobo 4 aya ya 7. Biblia inasema nanyi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Yakobo 4 aya ya 7. Ukimtii Mungu, shetani atakukimbia. Namba 5, sisi twatokana na Mungu. Sisi ni washindi. Sisi twatokana na Mungu, sisi ni washindi. Sema sisi watoto wadogo twatokana na Mungu. Nanyi mumewashinda kwa sababu. Sema nanyi mmewashinda kwa sababu aliye ndani yenu. Maana yake aliye ndani yetu. Sema aliye ndani yetu ni mkuu kuliko shetani. Haleluya. Maana yake aliyopo ndani mwako ni mkuu kuliko mungu wa dunia hii ambayo ni shetani. Kwa sababu Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa mbinguni na duniani, lakini shetani ni mungu wa duniani tu, kwa mujibu wa neno. Amen. Amen. Tumetoka namba ngapi? Tunaenda namba ngapi? Haya, namba 6. Namba 6 hii mnaijua wengi. Namba 6, andika Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Bwana ndiye mchungaji